Sio kila uchafu mweupe unaotokea ukeni uko kama maziwa mgando ni fangasi za ukeni. Narudia tena. Sio kila uchafu mweupe unaotokea ukeni unaambatana na miwasho na upo kama maziwa mgando. And sometimes unakuwa una harufu kama shombo la samaki, ni fangasi za ukeni. Kuna hali nyingine kama vile mabadiliko ya homoni yanaweza kukupelekea wewe mwanamke ukatokwa na uchafu mweupe ukeni. Lakini pia kuna baadhi ya maambukizi ya bakteria kama Bacteria vaginosis. Pia mwanamke unakuwa unatokwa na uchafu wa aina hiyo, lakini unakuwa unatokwa na harufu kama shombo la samaki. Sasa kama wewe ni mwanamke umekuwa ukikutana na hali ya kutokwa na uchafu mweupe mzito kama maziwa mtindi, hautoi harufu ya aina yoyote ile, pia inaambatana na miwasho, hiyo inaweza ikawa ni fungus kama kawaida. Lakini kama unakutana na hali ya kuwa unatokwa na uchafu ni mweupe, unatoka na uchafu unatoa harufu, unakutana na miwasho mikali, maumivu ya tumbo chini ya kitovu, maumivu ya kiuno pamoja na mgongo, tambua ya kuwa moja kwa moja hayo ni maambukizi ya bakteria ambao ni Bacteria vaginosis. Unaweza kujikuta umetumia dawa nyingi sana za kuweza kuondoa fungus, lakini kumbe changamoto yako wewe ni wale Bacteria vaginosis. Kwa hiyo kabla hujafanya maamuzi ya kuweza kuitibia fangasi yako, jaribu kuweza kuangalia utofauti kati ya dalili hizo zinazoweza kukukuta. Sio hivyo tu, hata mabadiliko ya homoni pia yanapelekea mwanamke kuweza kupata ute mweupe ambao unaweza kuwa kama maziwa, ambayo hiyo inaitwa Rickettsia. Kawaida mwili unapokuwa una fight against magonjwa au kitu ambacho ni foreign ndani yake, uwaga wale white blood cells wanakuwa wanazalishwa kwa wingi ili kuweza kufight. Sasa kwa mwanamke ambaye ana changamoto ya mabadiliko ya hormone, anatoa hii hali au anatoa huu ute mweupe ambao inakuwa ni kama outcome au inakuwa kama kiashiria kinachoonyesha ya kuwa wewe una mabadiliko ya hormone. Kwa hiyo utatoa ute mweupe, tena utakuwa mzito kama kawaida. Kwa hiyo kuwa makini, sio kila ute mweupe unaokuwa unatokea ukeni ni fungus, hapana.